Hello and welcome back. Leo nataka tuongelele the second sweetest thing in the whole world and some parts of heaven. Kwa wenye mnashika haraka, mshashika. I want us to talk about football. Kwa sababu kuna katim mahali kako number 6, lakini kanapiga kelele ni kama kamebeba ligi. So nataka tuanze kwanza kuangalia matokeo ya match day 9, that is last weekend, yalikuwa aje. Number 1, we have Leeds United versus West Ham United, ambapo Leeds United ilimkoroga, ikamfyonga, ikammemetuka na ikamlamba West Ham United mabao 2-1. Ya pili tuko na Newcastle United. Newcastle United ilikuwa inacheza na Fulham, ambapo Fulham FC iliona vumbi, iliona dust even on a rainy season, ambapo Newcastle iliwalamba Fulham 2-1. Manchester United, ukipenda Mbeumo FC ama kale Katimu FC, iliponea mikononi mwa Brighton Hove Albion, kwa sababu Brighton ilikuwa iwafinye, iwagalagaze na iwakoroge mabao 10 bila jawabu. Lakini Mbeumo akaisaidia timu. Alikuwa anacheza position zote, anacheza defense, anatoka defense anakaa kama goalkeeper, anatoka goalkeeper anakuwa kama attacker. Ndipo Manchester United wakaangukia kushinda mikononi mwa Brighton kwa mabao 4-2. Ushindi mwembamba sana, hata wewe ukiangalia. Timu ingine iliponea mikononi mwa Crystal Palace ni Arsenal, ambapo ilishinda bao 1-0. Timu ingine ni Nottingham Forest, ambayo ilinyanyaswa, ikateswa na ikaumizwa vibaya sana na Bournemouth kwa mabao 2 bila jawabu. Mighty Chelsea Football Club iliwahurumia na kuwaonea huruma mwingi sana timu ya Sunderland, kwa sababu hatutaki kuwa sababu ya timu hiyo kutoka huko chini kwa relegation tena irudi relegation. Tukawapa pointi 3 muhimu, ambapo tuliwaambia watupige bao 2-1. Hiyo nikaa 1-0. Tulikuwa tushinde, lakini tukawahurumia, tukawaambia they can take the 3 points, ndio wakikuwa relegated wasije kutublame. Liverpool ama ukipenda the defending champions wa Premier League 2025-2026 waligalagazwa, wakakorogwa na wakafyongwa mabao 3 na Brentford, ambapo iliisha mabao 3-2. Ili galagazwa. Aya, tuko na Burnley na Wolves. Burnley ilishinda 3-2. Aston Villa ilimkaribisha Manchester United Fenerbahce, ambapo ilimkoroga na ikamkanyagia chini bao 1-0. Everton ilikosa kuwa na bahati, bali ikaona kile ambacho mtema aliona akienda kutafuta kuni, dhidi ya Tottenham, ambapo Tottenham ilimfyonga Everton mabao 3-0. Hayo ndio matokeo ya match day 9. Lakini kuna katimu mahali kako number 6. Sitaki kukataja, lakini nitawasomea table, mtajua ni katimu kagani. Kanapiga kelele, utadhani nikaa kamebeba ligi.
Kale katimu kakibeba kikombe, sidhani kama watu tutaishi Kenya. Haya, sitaki kuandikia mate na kalamu ipo. Twende kwa Premier League table after match day 9. Number 1, defending number 2s, defending champions number 2. We have Arsenal number 1 with 22 points. Tuko na Bournemouth number 2, 18 points. Baada ya kumgalagaza Everton 3-0, Tottenham wako number 3 na 10 points. 17 points. Na baada ya Chelsea kudonate 3 points kwa Sunderland, Sunderland wanabahatika kukuwa number 4 na 17 points. So the difference between Tottenham and Sunderland is the goal difference, because wako na points the same. At number 5 we have Man City 16 points. Number 6 kale ka team na 16 points. Liverpool number 7 na 15 points. Number 8 we have Aston Villa 15 points. Crystal Palace we have number 9, we have the mightiest team in the whole world and some parts of heaven ambapo kuna kuanga na mashabiki wa hiyo team, Chelsea with 14 points. Remember, it is just match day 9. Na tulisema we are not league contenders. What we want is just to win our games. Number 10 we have Crystal Palace, 11 Brentford, 12 Newcastle, 13 Brighton, 14 Everton. Then we have Leeds United 15, Burnley 16, Fulham 17, 18 we have Nottingham Forest, 19 we have West Ham, and Wolves closes the chapter with 2 points at number 20. Now, let me address kale katim. Kale katim, mwache kupiga kelele. Mambo padu. Number 1, you are not participating in any competition apart from the Premier League. Nyinyi, wakati sisi tunacheza Champions League, kati tunacheza Carabao na FA, you will be doing farming. Kwanza, mwende mtafute ligi ya kucheza hata kama ni friendly, ndio mkuje kutu address. Watu mnangoja mpira kutoka weekendi mpaka weekendi, you cannot address us. You cannot address us. Mwende mtafute kwanza ligi yenye mtakuwa mnacheza wakati tunacheza Champions League. Mwende hata huko Saudi, mwende muongee na Al Nassr, mkwe mnacheza na Ronaldo na Joao Pedro, Felix huko. Cha kupiga kelele ni kama mmebeba ligi. Inauma sana. Inauma sana. Inaniuma hapa. Nikiona katimu kanaelekea relegation, kanapiga kelele. Last season, kama sio timu fulani kuslide kidogo hivi, mungeenda relegation. Sasa mungekuwa mnacheza na kina Leicester huko. Ligi yenu ni Leicester. Wacha kutu address. Kukaa number 6 haimaanishi mtashuka. Mtashuka. Ni one term. Hiyo number 6 ndio mwisho. Mtaanza sasa kusonga chini. Na hata timu haina shida. Mashabiki tangu mshinde, mbahatike kushinda dhidi ya Brighton, hamjatoa jezi. Tafadhali enda mtoe jezi mkafue. Enda mtoe jezi mkafue. We win daily, but tunatoanga jezi. We are used to these things. We beat people even 8 goals. But still we don't talk the way you are talking out here. Kelele ndio mingi, mpunguze kelele. Arsenal fans wako number 1, but you cannot find them in jerseys. Mko number 6 na mjatoa jezi kutoka mshinde 4 tu. Hata mtoe jezi mkafue bwana. Amuoge, unajua mko na furaha sana ya kukua top 6. Mko na furaha ya kukua top 6 hata mjaoga. Anyway, kelele muache.
ndio mkuje kutu address. World champions, we are world champions, so you can't just talk the way you want. You can't talk the way you want. You can't just talk to world champions the way you want. Look for a way to address us. I'm specifically talking to that katim, kale katim kenye kaditupiga na red card alafu kanasema kametupiga. Tulikuwa na red card, mungetupiga manne tungeona kama mmetupiga. Anyway, tupatane match day 10. And match day 10, I promise, wale majamaa hawatoboi. Hawatatoboa. Let me have your opinion and your prediction for match day 10 or comment section. Till next time.